Another episode of Off Court Podcast. Hii ni episode ya 6 na leo nipo na mgeni mwingine, mgeni mkubwa, mchezaji mkubwa sana wa zamani. Kama nimpe chance ajitambulishe, lakini nifanye ajitambulisha, labda nianze kujitambulisha mimi. Naitwa Haji Mbegu and this is Off Court Podcast na hii ni episode ya 6. Coach, karibu sana. Asante sana. Naomba utupe intro yako ya nguvu. Kwanza kwa majina ni Martin Steven Ajesa. Ni mchezaji wa kipindi cha nyuma kidogo. Amecheza Magnets, vijana na baadhi ya timu nyingi kwenye Taifa Cup. Ni coach sasa hivi. Nipo settled Arusha, tunaendeleza gurudumu la basketball. Coach Ajesa. Yes. Vipi bana, unajisikiaje? Fresh kabisa. Uko fit kabisa? Uko fit kabisa. Karibu kwenye Off Court Podcast. Asante sana. Nimekuwa Arusha kwa siwagi mara nyingi huku, lakini napendaga tu nikionaga hizo tournament zinaendelea nini. Hii tournament ni ndo kwanza inaanza. Hii tournament nyingine ya huku ni moja wapo ya tournament za huku. Inaitwa Hopes for Hope, ambapo wanazifanya ili kuchangia kusaidia wasiojiweza around community ya hapa. Na lakini ina pamoja na tofauti gani? Ina pamoja ile tournament. Hii ni kama kujifurahisha yani kuwaleta watu kama sponsors ili ku raise money kusaidia community. Ile ya pamoja ile ni development league. Ile ya kukuza vipaji na kutambulisha vipaji. Okay. Yaani kinachopatikana hapa kwenye hii tournament ndio kinasaidia community ambayo inazunguka kama kila timu kuna timu zinalipa viingilio au yani kuna sponsors ambao tayari wameshafanya nini? Wameshaorganize. Kama ukiangalia tani yangu kuna I'm Not Normal, ni moja wa sponsors ambao amesponsor hizi t-shirts na kuna Ela ametoa kwa ajili ya nini? Na kutoa nini? Kuchajisa umecheza basketball muda mrefu sana. Hata mimi nimekukuta kucheza na ngoja najifunza. Lakini unaona tofauti gani ya basketball kipindi kile unacheza na kipindi cha sasa hivi? Cha kwanza kabisa ni discipline ya mchezo, ambacho naona kuna tofauti kubwa sana. Discipline imepungua sana. Yaani sasa hivi imepungua sana, yaani wachezaji wa sasa hivi wana game yao ambayo ipo akilini. Wana game kubwa sana akilini kuliko apply kwenye court. Kwa hiyo unakuta mtu hataki tena kujiumiza, kutengeneza miguu, kutengeneza mikono, muscles, kutengeneza shot yake, kusprint, kuslide. Anafanya wapi? Kichwani. Kwa hiyo akienda hata kwenye mechi, atafanya dakika 2 anachoka, ameshamaliza. Na kipindi chenu, labda kipindi kile mnacheza, labda ni kitu gani kwa kinawapa ile morali yani ya kucheza kwa nguvu? Sisi tulikuwa tuna look up, tulikuwa na ma brothers zetu walichokuwa nakifanya, walivyokuwa wanavaa, walivyokuwa wanaongea na sisi kama madogo. Tulikuwa tuna look up to them, nataka na sisi niwe kama bro fulani, niwe kama sisi. Yani atukuwa na hizo dreams kwamba tucheze tukalipwe. Hizo dreams hazikuwepo kabisa, yani kwa sababu kwanza kianzia nyumbani tu wazazi wenyewe walikuwa hana hiyo ndoto kwamba mtoto anaweza akacheza mchezo akafanya nini, akaenda kalipwa. Tofauti na sasa hivi ambapo kuna opportunities nyingi sana. Kulikuwa sisi hatuna scholarship kwamba usome sijui ulipiwe nini na nini basketball. Ngumu. Shule chache sana ndio zilikuwa chache, na hadi ufike kule lazima uwe extraordinary. Na unahisi labda huko Arusha labda kitu gani tuongeze zaidi ili at least basket yetu ile competition iwe sawa na ile Dar es Salaam? Sababu kwa Arusha, yani Arusha ilikuwa kama ni factory ina produce. Na ni vijana wengi wanatokea huko wazuri tu. Kinacho tukosa au kitu ambacho tunakosa ni exposure. Vijana ambao tuna produce wanasikia ndio wapate exposure sehemu ambazo basketball imeshika, wakacheze ligi ngumu. Arusha bado hatuna ligi ngumu. Arusha ligi zetu yani sema most difficult league tuseme ni hii ya nani
D-League. D-League. Na utaona kuna ushindani nini. Yaani ina competition kuliko nini? Ligi yenyewe kuu. Maana utaona kuna teams nyingi ikishafika robo finali, nusu finali, games zinakuwa intense sana. Kuliko sisi kwenye ligi yetu unakuta kuna timu 6-8 ambazo kila mtu anacheza tu ile mradi. Kwa hiyo sisi wale vijana wetu wale ambao ni cream wale tukiwatoa wakacheze kule wakarudi na ile nani experience inawaamsha na wengine. Kwa sisi tumelack tu nani exposure basi. Tunaona kama nyie mnaanzia hapa mmeenda mmecheza Uganda, mmecheza Kenya, mmecheza ligi ya Dar na ile nani na ile experience ambayo mkirudi nayo hata mkifanya mazoezi na wengine au tukifanya zile mechi kama ile mechi ya juzi Arusha All Stars na Arusha Stars zile, unaona kuna kitu watu wana gain, yani ambao mnacheza nao kutoka hapa, kuna kitu wana gain wakitoka sema Haji alinigonga kumbe ni sofa nitake nifanye vile, wale alinikaba kumbe nitake nikabe vile. Ana gain kitu hizo exposure. Unahitaji exposure. Wale wengine kipindi kile mimi ndo nimekuja Soweto pale nakuta ndo kuna ile tournament ya Sprite Big Kitale ndio ilikuwa yani ndo ilikuwa sio mara ngapi kuchezwa. Ilikuwa ndo mara ya kwanza Arusha. Kwa ile vibe sio kulionaga tena tangu alivyoondoka. Kabisa. Nadhani shida ni uongozi, shida ni sponsor ile alikuwa na sponsor mashindano, ile shida ni cha kwanza kabisa ni facilities. Sababu Soweto pale sasa hivi wamekataza. Soweto alikuja akafungia. Yaani sema miezi kadhaa baada ya pale ile nani walifungia kulikotokea nani mitafaruku pale wakamefungia ile. Kwani kocha huko kwenye uongozi au kwenye uongozi yani wa basketball ya Arusha? Nipo. Kama viongozi hili swala mmelichukulia uzito au kwa uzito sana kwa sababu kipindi wanafungia pale Soweto. Ngalianaro ilikuwepo. Ilikuwa under construction bado inatengenezwa. Kwa hiyo kiwanja ambacho kilikuwa free kilikuwa cha chuo cha Wasibu. Ambapo ni mbali. Muda kurudi kutoka kule kurudi mjini safari. Alafu kipindi kile pia ule uwanja ulikuwa hauna taa. Kwa hiyo ina maana ikishaingia giza saa moja ile saa 12 na mazoezi yameisha. Na uwanja wa ESO ile ndo ambayo ni private pilot ambayo ni uwanja wa kanisa ambao wana nani zao wenyewe na program zao. Kwa hiyo kipindi kile tulifight sana kurudishia kusababisha ule uwanja ufunguliwe tena Soweto. Na tulipitia challenges nyingi, tulifanya kila kitu, lakini kutokana na kaugumu fulani ambapo hatukuelewa ni nini hadi leo hii yani. Lakini mimi binafsi baada ya nimekaa muda mrefu nimegundua kitu kimoja kwenye uongozi wa basket ya Arusha kwamba viongozi ni kama wako pamoja yani kama kuna wapo scattered. Yani watu wa Njiro ni wa Njiro, watu wa Moshono ni wa Moshono, watu wa mjini yani hatuna ile kwamba okay, tunataka tupate timu ya mkoa mmoja strong ikashindani. Yani hatuwezi pia kuna nili japokuwa wachezaji wapo. Kwa nini yani iko hivi yani kama viongozi, kwa nini kuna hiyo matabaka yani? Ni kutokana na mfumo wetu ulivyo. Kwanza timu za kwenye ligi ni chache, ni 8 labda nadhani za wanaume ni 8. Kuna nani ligi ya wasichana pia Arusha? Ipo kuna timu mbili tu mkoa mzima. Kuna timu mbili. Hapa Arusha ukijumuisha na Monduli, Okeswa na kuna wakati timu za Moshi zinakuja kuongezea nguvu. Na kama nilivyokuwa nasema sisi yani ni mfumo. Unakuta timu zipo chache, alafu main teams ni 2 au 3. Kama kwa kipindi hichi kuna The City, kuna IA ambao wapo active, kuna Pamoja ambao wapo active, ndio tu ambao wapo active kwamba wana program kuanzia senior team, junior hadi chini kabisa.
Alafu ikija ligi kuna zile timu ambazo zile timu kongwe ambazo ziko Scorpion, kina Scorpion, kina nani wale, unakuta ndo wanapigana simu, oya kuna ligi, wanajichangisha, wanafanya nini. Kwa hiyo ikija sasa kwenye kuna nini, kwamba hebu fanya hiki kitu kwa ajili ya mkoa, unakuta sasa kwa vile tumeshazoea kushindana hizi timu mbili main, hizi timu 4 au 3 main, unakuta tumeshakuwa na ushindani kabla kuingia kwenye ligi. Kwa hiyo ule ushindani baada ya kuweka pembeni, tunaweka vile kwenye nini, kwamba mimi sawa ni mkoa, lakini mimi nataka vijana wangu ndo wajaze. Na mtu mwingine anasema na mimi pia nataka vijana wangu ndo wajae pale, na huyu mwingine anasema naye na mimi nataka vijana wangu wajae pale. Kwa hiyo unakuta timu A ikijaza wachezaji, timu B na C zinajitenga. Timu B ikijaza wachezaji wake kama ndo wanastahili, timu C na A wanafanya nini? Wajeka pembeni. Na ukiona pia viongozi walivyo wametokana na nini, na hizo timu. Kwa hiyo unakuta kuna time viongozi nao wanakuwa na interest zao, personal interest. Yani hiyo inaleta nani. Kwa hiyo unakuta anakuja anaongea mtu point, ndio bana 1 2 3 4 5 ina make sense kabisa, lakini hawa A na B na C wanasema team A ameongea kwa ajili ya nini, ya team A, hatuwezi sikiliza hata kama hajaongea kuhusu team A ina nini interest ya team A, wanasema kwa vile ametokea team A aichoongea mtakufaidi team A. Kwa hiyo team B na C zinafanya nini, kwa hiyo kunakuwa na kamvutano, yani kunakuwa na kamvutano, unakuta mashindano anafika, mkutano bado unaenda, ama kitu kimefanya. Mwisho wa siku tunasema bana, ngoja wait, team A sipo tayari, peleka timu. Timu A anasema okay, anamfanya bana, njoo peleka. Ndio angalia Arusha tuna wachezaji wengi kinoma. Yaani kama Arusha sana. Kabla hajachukua kina Swaleh, kina Sisi. Yaani kwa hapa tu Arusha wachezaji wazuri. Sasa hisi tufanyaje ili kitu iishe? Sababu na mimi tuna wachezaji ambao tukiita timu ya mkoa, yani tunaenda kushindana popote. Kabisa. Yaani hapa ni kwanza kufumua kwenye nani? Uongozi au wachezaji. Kwanza kufumua kwenye uongozi. Tutafute viongozi wapya. Tuanze kufumua kwenye uongozi. Tafute viongozi wapya ambao wana interest ya mkoa. Bwana, sisi tunakuta pale kwa ajili ya nini, ya mkoa. Wewe una interest na timu, baki kwenye timu yako, fanya vitu vya kufanya nini, vya kuifaidi timu yako, ili nguvu zako za kuifaidi timu yako zichukuliwe na nani, huyu kiongozi ambaye ana faida ya nini, ya mkoa. Naye atafanyia kazi. Kwa hiyo atachukua kizuri cha huku, atafanya nini? Ataunganisha. Atateka. Nyinyi huku chini endeleni na nini? Na ugomvi wenu. Lakini ikishafika huku juu, nyinyi mhusiki. Anahusika fulani na fulani ambao njia yao ni hiyo moja kwenda huku. Hapo tutafika. Inshallah. Tuombe Mungu. Mdogo, taratibu tutaenda. Mdogo. Na viongozi wao wanachagua kila baada ya muda gani? Ni kila baada ya miaka mitano. Miaka mitano? Unaona maendeleo ambayo yanaletwa na uongozi uliopita na uongozi huu ambao upo sasa hivi, au bado uongozi hujabadilika? Kuna hatua tumepiga, sio kubwa sana, lakini kuna sehemu tunaelekea, yani kuna mwelekeo, yani sababu sasa hivi kuna mwanzoni nakumbuka kulikuwa na main team peke yake, Kings, Scorpions, Hoopers, yeah. Sawa, ilikuwa ndio hizo. Lakini of late kuna Kings, kuna Junior Kings. Kuna Scorpions, kuna Junior Scorpions. Sijui kuna pamoja. Yaani tena wale ndio wanadi kule chekechea kabisa kule. Kuna IA na wana nini? Wana juniors. Kuna Hoopers wanafanya nini? Wajenzi. Kwa hiyo tumeanza fanya nini? Wameshagundua kuanzia kwenye grassroots. Sio kubase tu kule juu peke yake. Kwa hiyo kuna mamko. Na ndio imekuja ikazalisha nini? D-League. Baada ya kuona wachezaji wadogo ni wengi na wanajiweza.
Kwa hiyo wasifanye tu nani, wasifanye tu mazoezi, Tuone wakishindana pia. Kocha, hebu share na sisi kidogo experience yako ya basket kwa muda ambao umecheza mpaka sasa hivi. Najua sasa hivi uchezi ile competition. Sasa hivi mazoezi. Mazoezi sasa hivi kufaza. Hebu share na sisi ile experience yako ambayo umeipata kipindi hicho. Yeah. Nakumbuka kwamba labda timu gani ulicheza kuchezea mpaka labda ukaondoka kwenda Dar, sababu wewe ni mchezaji ambaye umecheza Arusha mikoa mingi tofauti. Safari yako kidogo yani. Sasa kidogo. Familia yangu kwanza ni wana michezo. Baba alikuwa mjeshi, mama alikuwa ni mwalimu. Anajeshini, alikuwa mchezaji mpira baba. Ila nilikuwa na uncle wangu ndugu yake baba, yeye ndo alikuwa basketballer. Kwa hiyo alikuwa sana anapenda sana kunipeleka uwanjani. Arusha kipindi. Da. Uwanja gani kwa Amerika? Tulikuwa na nani? Kwanza pale. Tanesco. Ndio uwanja wao kwanza kucheza basket. Ndio uwanja kwanza kuangalia kwanza kuona. Naona anavyo anachokifanya pale. Kwa hiyo nitoka kuna nani pale hivi kwa nasema jamani hatari. Kuna mtu kwanza ambaye niko namuona alikuwa ni Msomali, Ali. Ni yule big man ni Somali. Somali kulikuwa na Ali Msomali. Kuna mbuki. Kazi mwaka gani kwanza hiyo pazi? Hiyo naongelea 96. 96 kweli. Kina Gembera, kina Patrick Gembera, Patrick Gembera, kuna mtu alikuwa anaitwa Faizu. Nani hiyo? Coach nani huyo anacheza bado? Coach nani anaitwa? Coach Mudi. Achana coach. Pia Mudi alikuwa anacheza. Anani mwingine huyu nani? Tuna. Msaidizi wa nani sasa hivi? Tuna. Wa Kidume au? Kidume alikuwa anacheza pia. Coach yupo. Coach Bad. Acha alikuwa nani? Alikuwa vijana. Ila mimi nimeanzia pale Magnets. Timu ndogo ile Magnets. Nianzia Magnets na shule nilizosoma nilibahatika pia kusoma kwenye shule zenye nani za michezo. Michezo. Form 1 hadi form 4 nilisoma nani? Loyola. Kulikuwa na nani nzuri sana basketball pale. Form 5 na 6 nikasoma nani St. Mary's. Nao ilikuwa na nani nzuri sana. Program nzuri sana. Kwa hiyo nilipotoka pale nikarudi chuo Arusha, ndio nikaja nikaendeleza tena. Ila timu ya kwanza ilikuwa ni nani? Ni Magnet. Alafu nilipotoka Magnet nikasajiliwa na nani? Na vijana. Kwa hiyo nikacheza pale vijana muda mrefu sana hadi nilipomaliza chuo. Vijana wamecheza na kina Oscar, kina Tony. Oscar, Tony, Jacob Marenga, Ashraf, Dula Mpemba. Pia kipindi cha vijana. Kwa vijana. Nani yule mwingine? Dibo. Corneli. Wote wale wamecheza. Unajua kwa Dar es Salaam, kwa mimi jinsi nilivyoona experience yangu yani. Timu ambayo inatoaga wachezaji wengi sana, unasikia yule alianzaga sehemu fulani ni vijana au Savio. Ni kwa nini? Ni kwa sababu zipo town zile timu au timu za zamani sana ambazo kila mchezaji anatamani siku moja akacheze. Yaani ni timu za zamani ambazo zilianza kujitambua mapema. Sababu tangia zamani walikuwa na hizo nani? Categories tangia zamani. Walikuwa na mfumo wao, walikuwa na hizo categories kwamba huyu unaanzia hapa, utapanda hapa, utapanda hapa. Alafu ushindani ukawa mkubwa sana. Kwanza ilianza pazi na vijana. Ushindani. Kila mtu anataka ile acheze pazi au vijana. Baadaye ikaibuka nani? Savio, kina JKT wakawa na wakaja na ile mifumo ile. Na ushindani ilivyokuwa unaenda kutokana na hizi timu zilikuwa za town, pazi vijana, Wanyamwezi ndio wapo pale. Yaani mtu akitoka kule Marekani anafikia aidha pazi. Kwa hiyo kila mtu naye anaangalia pale. Kwa hiyo kana mwamko. Ni kama vile sasa hivi kwenye soka duniani kila mtu anaangalia Real Madrid. Kama vile vijana na pazi. So hauja kucheza labda
nje kidogo, labda Uganda, Kenya, any tournament, yani sio kusoma. Nini tu kwenye nani? Nimecheza kwenye siasa, nimecheza kwenye nani, kwenye hizi nani kama Loyola pale walikuwa na program za kutuzungusha kwenye shule zingine za Loyola duniani. Leo tuko nani kazuka na chuo pia. Ameshinda na chuo tusa mcheza. Na bonanza za hapa na pale. Tulikuwa tunajipanga watu wa Arusha. Tuna organize, wanakuja watu wa Mombasa, Nairobi Tunacheza. au wao wana organize, tunaenda Mombasa, Nairobi, wapi tunaenda. Na nani pia zone 5 nimecheza na vijana pia na nimezunguka nao kidogo kuanzia 2013 mpaka 2016 hivi hapo 15. Wachezaji gani ambao ndio upange labda timu ya mkoa hawezi kukosa? Nchi nzima au kutokea hapa Arusha? Kutokea Arusha 2013 mpaka 2016 tuseme. Vizuri. Alimo Alijo Ali Platinum majina Ali bala kweli. Kuna Haji Mbegu. Sasa mimi nimeanza 2014 na hivi, lakini sio mbaya. Yaani ndio ulianza kutufikia. Ilikuwa na potential ile. Jordan Sebastian Jordan. Kuna yule mnyama mmoja Chris Black. Chris Black. Kuna dogo mmoja yule anaitwa nani? Uingereza. Alikuwa Scorpion pale. Nani hivi mgumu? Alikuwa zaga Scorpion. Achana Shepherd. Nani yule? Alikuwa na game moja ngumu kino. Nimemsahau jina. Huyo Shamjua huyo. Na nani? Faisal. Yuko kwenye masharpshooter. Faisal. Hapa namsahau nani? Kutoka Njiro kule. Kutoka Njiro. Kulikuwa na upcoming kama wawili. David. Sema David Rambo. Rambo kimona sasa hivi maisha mazuri mimi. Nani kuna kijana mmoja pia Baraka Bigi. Baraka sababu kipindi kile nilikuwa kwenye form. Katika Bigi wa Arusha nilikuwa the best. Yeah. The injuries to his jamani, yani injuries to. Bila kumsahau nani? Unahitaji coach. Wewe mbona unahitaji? Mimi naingia sabu. Mimi nikiingia sabu. Nani jamaa nani? Alikuwa Kings yule jamaa mrefu Abdul. Ile timu yetu 2019 ndio timu ya kwanza kuchukua ubingwa wa mkoa. Ndio. Wa Arusha. Ile pale ile ndio ilikuwa ya kwanza kweli. Kwa timu ya kwanza ambayo iliheshimisha mkoa. Maana Arusha ilikuwa inajulikana tu ni mkoa wenye wachezaji wakali. Lakini hawana kitu cha kuonyesha kwamba wachezaji wakali wamesababisha wamepata hichi na hichi. Kwa hiyo ilikuwa na nia kwanza. Kwa ni heshima kubwa sana. So tunaelekea kwenye mwisho hii tournament. Matarajio yako ni nini? Matarajio kwanza iishe kwa amani. Pili, timu Dua ubingwa. Inshallah. MVP, top scorer, nini kila kitu ije huko. Itokee timu Dua. Sema tu akiona timu yetu anaweza kusema jamaa wamepania sana. Yani lakini si open tournament. Tupo vitani. Kwa hiyo acheki na wote. Haiwezi sema kwamba ni vita ndogo, hata kama ni vita ndogo. Sisi tunapigana kama vita kubwa. Asante sana kocha Jessa. Karibu tena kwenye Off Court Podcast. Asante sana. Metisha sana. Asante sana. So subscribe kwenye Off Court Podcast pale YouTube, follow content ya Instagram, upate updates. Kama una chochote unaweza kutuachia kwenye comment, lakini tunakaribisha sana kwenye familia hii ya Off Court Podcast. Until next time.
See ya.